ni nguvu ya ulimi. Ulimi wako una nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tazama jinsi ulimi ulivyo kiungo kidogo, lakini madhara yake ni makubwa. Unawasha hadi tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Ulimi. Chunga ulimi wako. Maandiko yanasema kwa maneno ya kinywa chako utahesabiwa haki. Ulimi wako ni mtego wako. Mstari wa 12 inasema, je, chemichemi katika jicho moja, kuanzia 11, je, chemichemi katika jicho moja hutoa maji matamu na maji machungu? Ndugu zangu, je, mtini waweza kuzaa zaituni au mzabibu kuzaa tini? Kadhalika chemichemi haiwezi kutoa maji ya chumvi na maji matamu. Bwana Yesu asifiwe. Ulisikia wapi mti wa maembe unazaa machungwa, unazaa vitu tofauti tofauti? Haiwezekani. Ulimi wako utakasike. Hawezi kutoa laana katika huo ulimi na ukatoa baraka. Maandiko yanasema wabarikini hata wale ambao wanaowaudhi. Ulimi wako. Kitabu cha Petero wa kwanza 3 mstari wa 10. 1 Petro 3:10-12. Yesu asifiwe. Na atakayeona siku njema azuilie ulimi wake kunena mabaya. Atakayeona siku njema azuilie midomo yake kumwaga mambo yasiyofaa. Maneno ya kinywa chako ni mtego wa nafsi yako. Yatakuhukumu hayo maneno. Maana hayo maneno ndio yanaovunja moyo. Hayo maneno ndio yanaotia mtu moyo. Maneno ya kinywa chako. Ulimi. Usiache ulimi wako ukukoseshe mbingu. Mwambie Bwana akutakase. Mwambie Yesu akuwezeshe. Ulimi wako usiwe sababu ya wewe kupotea. Usikutie katika tamaa. Angalia kile unachonena. Wajua mshtaki wako Ibilisi yuko duniani anazunguka ili akushtaki kwa maneno ya kinywa chako. Petero asifiwe. Usiache kitabu hichi kiondoke katika kinywa chako. Kila unaponena, tafakari hicho kitabu. Kumbuka ulimi wako. Katika hiyo Petro wa kwanza 4:17.